hisia vipi kuhusiana na hoja hii speciali ambayo imewasilishwa bungeni? Studioni ninaye Shadrack Wamboi ambaye ni mwanasheria, na vile vile pia ninaye mchanganuzi wa masuala ya siasa Kimani Mwangi, na pia vile vile ninaye mchanganuzi wa sera na masuala ya kisiasa Daktari Harun Ishaq Hassan ambaye pia atatusaidia katika kuchanganua masuala haya. Nianze kule mbali kuja hivi karibu. Daktari, hisia zako kwa ujumla kwa mswada huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, umeupokelea vipi na umeuangalia vipi ambavyo ukiwasilishwa jana na mbunge ule wa Kibwezi West? Kwanza kabisa tulikuwa tumeongea juu yake kabla hoja haijawasilishwa bungeni. Na ile kitu muhimu kujua ni nini ndio walikuwa wanafaa walete huko, ndio angalau wa Kenya wajue uzito wake wa uzito wa kuondoa makamu wa rais mamlakani. Lakini tuliposoma kwa makini zote ambazo ziliandikwa huko, kwa mfano waliongea juu ya kutenganisha wa Kenya, tribalism ama kitu kama hiyo, ama shareholding ambaye alikuwa amesema ni yes, hapo awali alikuwa amesema. Ya pili waliongea juu ya rasilimali yake ama mali yake ambaye wamesema kwa muda fupi akaweza kujiokotea mali mingi. Hizo kisheria tukiangalia vizuri ina taswira ya wabunge, ina taswira ya mawaziri na wafanyakazi wa serikali, kwa sababu utakuta hizo vitu kama itaweza kuandaliwa na upelekwe kotini ama upelekwe bungeni na uondolewe kwa ajili ya hizo kwa ofisi, wengi wataondoka. Tunajua vizuri wakati mawaziri walikuwa wameondolewa na rais, wakati Gen Z walikuwa wamepiga kelele. Wote ilikuwa mambo ya accountability. Sasa kama accountability ndio Rigathi Gachagua itatoa yeye ofisi, basi serikali yote itabidi wajipange, kwa sababu tutatumia hiyo kuondoa wote moja kwa moja mpaka waondoke, kwa sababu hakuna mmoja wao ambaye ako safi. Ya pili, kisiasa, wacha niingie kidogo kisiasa. Utakuta ni game ambaye watu wanaoneshana supremacy. Ni nani ndio ako na nguvu kuliko mwingine. Haswa ukiangalia Mlima Kenya, utakuta wabunge ambaye saizi wako ofisini hawakuwa hapa awali wakati rais alikuwa amechagua Rigathi kama makamu wake. Hawakuwa wamependeleza hivyo, na walikuwa wanadhani yeye atakuja kuondolewa, atakuja kuwaondoa hawa wasipate kiti chao ama 2027 siasa yao iishie huko akitumia ofisi yake. Na kwa hivyo hao wanapiga debe ndio angalau huyo awaondokee, ndio wajue kwamba wao ndio wako na nguvu na walete jinsi ambayo wanaweza kujiandaa ndio wawe wajulikanwe vizuri kuliko wale wengine. Ile kitu ambaye hawajaangalia kisiasa ni kwamba wanasiasa wa Konge kutoka Mlima Kenya wote wako nje, walikuwa Azimio. Na wao ndio wanapiga shot huko milimani, si hawa ambayo saizi wako hapa. Hao vijana ama the young politicians hawana hiyo grip ya ground vile iko. Ya pili, usisahau Rais Uhuru Kenyatta, mstaafu Rais Uhuru Kenyatta pia anatoka mountain na ako na influence yake. Tutakuja pia kuangalia hayo kwa kina. Nataka tu kusikia kwa ufupi tu hisia zako na hoja hili iliyowasilishwa na Mwengi Mutuse kwa dakika mbili tu. Kwanza, unalihisi vipi kabla tuje tuyachanganue kwa undani, maana daktari amezungumza mengi kwa kifupi? Ni kweli kwamba lisamalo walipo kama halipo laja. Sasa tulikuwa lisema wakati ukawadia na likaja. Wiki mbili zilizopita. Na likafika bungeni, na sasa process ile ya bunge imeshaanza. Lakini unajua kuna kushtaki mtu, kwa sababu sasa wameuleta ule mswada wa mashtaka dhidi ya naibu wa rais ambao unaashiria kumngatua mamlakani. Lakini swali ni je, utafikia kizingiti cha sheria ambacho kinasema ni lazima, kama ni ukiukaji wa katiba uwe mkubwa,
kama ni utovu wa nidhamu dhidi ya naibu wa rais uwe mkubwa wa kiasi kwamba umefikia kizingiti cha kikatiba, kama ni sababu za kufikiria ya kwamba naibu wa rais amefanya au amekiuka sheria, ifikie pia kizingiti cha sheria ambacho ni lazima kiwe na ukubwa wa kumfukuza ofisini. Kwa hivyo tuongoja tu tuone vile watakavyo fafanua haya mashtaka yote ambayo wamemletea dhidi ya naibu wa rais. Alafu kisha ni vizuri kuelezea kwamba baada ya bunge imemaliza na mswada huu, tutaona vile itakavyofanyika kule Senate. Alafu kisha ujue kuna ile sasa ambapo sasa ndio mambo yote yatakapofika kule kotini, ambako sasa tutakuta pia ingawa the entire process itaishia bunge la Kenya kumfukuza au kumngatua mamlakani naibu wa rais, anao ule wadhifa wa kwenda kotini kujitetea mbele ya koti. Mawakili wake watajaribu kuonyesha yale ambayo hayakufanyika vile ilifaa kufanyika. Mawaziri wa upande wa mashtaka pia nao watatuambia, naye hakimu pia naye atatuambia kama tuliafikia kizingiti cha sheria na kwamba anafaa aende au asiende. Kwa hivyo ni vizuri tu kuwajuza Wakenya ya kwamba mambo bado. Mwanasheria ni wewe. Hao wengine wamezungumza, acha nizite porojo tu. Wewe ndiye mwanasheria. Mashtaka ni 11. Jana uko unaniambia hata karatasi nyeupe ingeandikwa ipelekwe, bado bunge lingejadili tu kwa sababu wabunge wametia sahihi. Lakini mashtaka haya 11 ambayo yamewekwa dhidi ya Rigathi Gachagua, wewe kisheria unadhani yana uzito, yana mashiko? Na mwanzo Yeri, wacha nikushukuru kwa mwaliko. Ni wasalimu wasikilizaji na watazamaji wetu mahali popote waliko ulimwenguni. Najua tunatazama mpaka nchi za ugaibuni na nashukuru sana. Mie kama wakili na mchanganuzi wa masuala ya kikatiba, mie naonelea kwamba tuko mahali ambapo tumejipata kama jamhuri yetu ya Kenya ni mahali pazuri sana. Ni mahali ambapo tunajaribu basi kujaribu kuangalia hii katiba yetu inaweza vutwa kivipi, inaweza vutwa kiasi kipi, kwa sababu hatujawahi huyu Bwana Rigathi Gachagua ni naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya tangu tulipopitisha katiba mpya mwaka 2010. Kwa hivyo wakati huu tuko na nafasi ya dimu, nafasi ambayo hatujawahi kuitumia ili kuzingatia vipengele vya 145 na kipengele cha 150 ya katiba. Ni kumaanisha ya kwamba hapo awali, ingawaje tulikuwa na zile tofauti baina ya rais mstaafu Uhuru Muigai wa Kenyatta na rais wa sasa wakati alikuwa naibu wake Daktari Mheshimiwa William Samoei Ruto, hatukuwa na wakati ama fursa wakati ule katikati ya mwaka wa 2013 mpaka 2022 hatukuwa na nafasi yoyote ile ambayo ilitumika na wabunge ili kuweza kumngatua kutoka mamlakani yule naibu wa rais aliyekuwa pale Daktari William Samoei Ruto. Kwa hivyo hili ni jambo tu la kwanza. Kwa hivyo sisi kama watu ambao tunashabikia katiba, sisi watu ambao tunapendelea matunda ama tunataka kukula matunda ambayo tuliletewa na katiba, ni wakati mzuri sana. Na kwa yote 9, mimi niseme ya kwamba huu ni wakati ambapo tutajiuliza ni kama tutamsulubisha Yesu ama tutamwachilia Barnabas. Ni swali tutakuja kulijibu baadaye, lakini kwanza tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangalia hayo yote ambayo yameibuliwa, manake ndio yanazunguka mchakato mzima wa kutaka kumbandua naibu rais. Kuna viongozi wa zamani na kuna viongozi wachanga wa eneo la Mlima Kenya. Je, pia mchakato huu ndio mwanzo